Ukipipu shetani anakupigia. Shetani usipipu kwa kumpa simu mtoto wako. Sawa, dunia inaendelea. Asize simu, sawa ina shida. Lakini ndio maana shuleni tunakuwa na kazi ngumu walimu. Mtoto kwa darasani anawaza nikitoka shuleni na wahi kabisa. Nikitoka shuleni nitakwenda kucheza game kwenye simu ya dada. Alafu akifika mtoka anapekua na ingia kwingine. Wewe unakuwa unampa mtoto simu. Unasema bwana angalia katuni. Unashangaa kamili ya kitabu. Yuko kwingine. Hakuna shaka wewe. Vipi? Si katuni. Nimeangalia sandiko huko. Wewe usimpiku shetani. Simu ni hatari. Huo ni ulindawazi ambao sasa uko wazi. Mambo yote mabaya yako ndani. Shetani anataka mtoto aone. Basi. Mtoto kishaona ana kompyuta. Inanasa kupractice. Tunaangalia muziki ya ajabu, nyimbo za ajabu. Huyu mkatazi anaimba nyimbo za nani huko? Nyimbo za mapepo. Zile video zina majini. Amina. Watu ambao wanafanya ushoga wapo. Ndio maana tunauliza simu ya touch umeitoa wapi? Wao ndio kwa. Haya, sawa. Bando. Anauza baba za kula ndio anabakiza kununua bando. Chunga. Ni sawa mpendo mwanao. Ni sawa mpendo wako ni sawa. Napeka boni. Ni sawa, lakini mpeke kwa nini mtoto akiwa anajitambua. Nimeenda shule ya Kondo, nikafika pale shule sekondari, nikafundisha, nikamwambia somo la leo ni jinsi ya kudhibiti tamaa ya mwili. Walishangilia ile shule, sijawahi kuona mpaka leo. Nikasema okay, naongea na watoto waliopevuka. Kumbe sawa. Nikasema somo hili litapendea kwa shule nyingi, mtafundisha jinsi ya kudhibiti tamaa ya mwili. Nilifundisha, ukipata muda mfundishe mwanao. Tamaa ya mwili ipo. Hata kama mtoto wako anajifanyia zoba, mama, wewe ukimwona mtoto nilijinga hivi, bado hajakuwa mpaka leo. Wewe anajitekesha mbele yako wewe. Ukiambiwa mambo yanayofanywa kwa tofauti utashangaa. Ndio maana unakataa unakuja. Kwa sababu mbele yako anajirekesha. Usimuogope mtoto wako, fundisha. Kinga ni bora kuliko tiba. Sio mpaka mtoto anaotiwe. Aingie kwenye mambo mabaya ndio uanze kumfundisha mwanao. Amepevuka, kaa naye. Mpe elimu. Tamaa ya mwili tunaidhibiti hivi. Mifano ya Biblia iko hivi. Umemwona Yusufu? Ndio. Yusufu ilikuwaje? Aitaka kukamatwa. Sasa akakimbia. Nawe kama kuwa busy na masomo. Wewe si mwanafunzi? Ndio. Kuwa busy na masomo. Tamani kutimiza ndoto zako. Mkipo busy mwanao. Fundisha kuhusu rafiki. Rafiki na nguvu. Nimesema kuliko mzazi. Akimshawishi akipata rafiki mcharuko. Kuna watoto wameharibika. Kuna mtoto mmoja wa darasa tatu wa kiume anaenda shuleni, anawapa pipi wenzake wamkilie. Mtoto mmoja akaenda kutoa taarifa nyumbani. Walimu wakaja na wazazi wakaja shule. Walimu wana taarifa. Hii hatuna taarifa. Watoto wanaaga ile. Tunaenda toilet. Kitu cha kwenda kimeenda cha kiume. Lakini kwa hiyo kuna uso na wana shida. Nenda. Wakimu mwingine anaomba ruhusa. Mwalimu taona. Ni wazana. Nenda. Nikana walimu nikasema kimruhusu moja mpaka rudi. Wana mbinu. Usipozijua unakaa tu hivi. Unaenda kwenye biashara zako na rudi, unasema watu wangu wako salama, ni sawa. Lakini mfundishe mwanao, mlinde kwa masomo, kwa mafundisho. Usimuogope. Kuna mwalimu mmoja wa kike, mimi nina binti yangu lakini shule kuongea naye. Mama kabisa. Kama nikaongea na binti yake, yeye anaogopa. Unaogopa kuongea na binti yako? Nani aongee naye jamani? Watamfundisha wengine. Hata kama bado mambo hayajawa mambo mabaya. Mpe ndio maana shuleni
kwa sasa walimu wanafundisha live. Sasa wewe unasema kwa nini? Dunia ilipofika ni hatari. Tumeenda shule nyingine, tumekuta watoto 17 wa kiume wanaoipi. Tukaanza kufuatilia. Nimekwambia nafanya kazi kwenye taasisi. Wengine tumefunga mpaka maisha. Mzazi mmoja, mama mmoja akasema, wewe alikuwa na